Ujumbe wangu ulifika kwa na siku ya 4 sikumuona. Ila ndani wewe kuna kitu unafahamu. Sijui nini wanataka. Fahamu kitu. Leo siku ngapi haiko nyuma? Siku ya 3, siku ya 4. Kitu kama hicho kinaisha. Jamani mimi naenda kwa sasa ni alafu mpango hamna. Sioni namna yote hapo zaidi kuna kitu unafikia katikati. Umetengeneza hii nyumba kama dangulo sio? Nimekuona. Hata sio kama kwa sababu kipindi cha nyuma alafu alifika. Tabia yake ilikuwa njema. Ila baada ya kufika hapa kutoka kijijini kuja hapa tabia yake imebadilika. Sijui labda mara 10 ambayo nakutana naye sasa. Hakusikana wakati mmoja muda wote ndio unashinda naye. Sawa nashinda naye. Alafu niaje kwani naendelea ni jamani. Wote kuna mtu hapa. Sijui sisi tunasikia kale. Sijui ali. Siku ngapi leo narudia? Sasa basi. Nahitaji unifahamu bila hivyo. Sasa siwezi kufuga ugonjwa kwenye nyumba yangu. Kwa mimi naondoka nyumbani kwa sababu hiyo hapa. Umeniambia siku ile umeagana siku mnaenda wapi? Hapo leo unaniambia hujui. Sijui maana ananiambia aenda kupiga ndio maana pesa kitu chochote. Nilikuwa najua nikwambia. Afu ile nikumbuka nimetoka. Nikatia simu yako mama. Umenikatia simu yangu. Mimi nataka kabisa unipendi, ndio maana nikatia simu yangu. Nimekufuata kule kijioni kwako sijakukuta. Hamna. Nisikia simu yangu mimi yani sijakukatia simu kabisa. Yaani simu nzima. Unataka mtoto? Hamna, siwezi nikakufanya mtoto jamani. Mpenzi wangu wewe jamani nikufanye mtoto jamani kweli? Yaani mimi nakupenda mpaka nimeenda nimenunua simu, kuna mtu anauza nimekuletea mpenzi wangu afu kwani unanifanyia hivi? Nimekununulia simu kabisa. Jamani. Mimi sijafanya hivyo. Basi haya mambo yanazungumzika. Basi jaribu kidogo basi hata tuweze kuongea basi. Subiri basi kidogo basi. Tuweze hata kidogo nikukalisha hata chini tuongee basi ili. Tuongee kuhusu nini? Si mambo haya yanaisha yanaongeleka. Yaani mimi najua kabisa unipendi ndio maana nafanya haya yote. Sio ushapata mtu mwingine. Azifu nyonga mkaja pigo na mbongo nyongo na jamani. Mpaka nitachapia mambo mengine jamani. Fanya basi mpango basi. Hata kidogo nikukalishe chini tuongee mambo mengine. Maana jamani sio. Mimi naondoka. Inabidi tu niamini.
Mimi siwezi nikakuamini. Basi niamini kidogo, tukae hapa tuzungumze. Kuamini mimi siwezi nikakuelewa kabisa, yani kila siku nasema hivyo vile, mimi siwezi kuelewa. Sasa ndio tunabidi sasa ukae unielewe ninachotaka kukizungumza ni nini. Sawa, nikambi. Sasa mpenzi wangu, najua umetoka huko kwa jaziba kubwa sana, yaani umetoka na jaziba kubwa kuhusu mimi nimekupatia wewe simu. Vipi mwanangu, mbona nipita hapo kama kaa chukulia poa, mbona nipita hapo na hata salamu mwanangu. Mwanangu, mambo mengi vipi babu? Kuna mali mfukoni, nije mali zangu nipite nazo hivi. Sizo mbaya mwanangu, anatembea na mali hapo, mali yangu nimekupa toka juzi afuta kunipa. Wewe mwanangu, hujanipa chochote. Kwa hiyo unanichukulia poa, nipe mali zangu. Nipe mali zangu. Hapo vizuri mjomba. Ndio poa, nyingine sitakupita. Sijakata simu kwa makusudi mpenzi wangu. Hili jambo naomba unielewe. Alafu pia mimi nilipotoka kule nilikuwa maskani kwa rafiki yangu, nilikuwa napiga naye story. Sasa baada pale tulipoongea situation nzima yote, simu ilizima. Mimi nikasema ngoja nifanyaje? Niende nikaichaji simu afu mzeni nirudi. Sasa nashangaa mwenzangu, nimetoka kule, bahati ndio tumekutana pale. Sio kweli. Maana nimekuja hadi kijijini kwako sija. Inaonekana ulikuwa kwa madeni zako. Hapana. Hebu ngoja kwanza nikae vizuri kwenye hili swala ili tuelewane mpenzi wangu. Mr. Kweli. Usinifanye hivyo mpenzi wangu. Naomba hili jambo unielewe. Naomba kabisa unielewe kabisa. Nisikuelewe. Basi naomba tusameane. Maana tutajibizana hapa, tutagombana. Mambo yatakuwa si mambo. Na hiyo ndio tabia yako hiyo. Hapana, mimi hiyo sio tabia yangu kiukweli kabisa. Mimi naomba basi nielewe mpenzi wangu. Ni tabia yako, maana mimi nakufanyia vitu vingi tu mradi na wewe unijali, lakini wewe huna lolote, yani huna chochote kwangu. Nifanye nini ili uniamini jamani? Basi ngoja basi hata nikupigie goti jamani. Ombe lazima mpenzi wangu. Naomba unajua kwanza jana nilienda kazini kwa ajili yako. Ndio maana nimepiga goti. Naomba unielewe mpenzi wangu. Naomba nisamehe sana. Kweli. Ndio. Asante mpenzi wangu jamani. Nataka uelewane muda wote, nikipigia simu upokee, sasa nipatie simu na kwamba utupe chochote mchana. Sawa. Sawa. Asante sana. Ila mimi unanifikiria tu vibaya tu mpenzi wangu tu kweli. Sijakukatia kwa makusudi ile simu. Ila usinifikirie tu vibaya jamani. Sawa. Basi tunaweza tukaondoka. Basi mimi ngoja niende hivi, naenda kushuga yangu hapo. Basi mimi ngoja nielekee hivi katika mitikasi yangu hivi. Uone hata baadaye kama utaweza kuja nyumbani au labda anyway, vyovyote vile utavyoamua wewe utakuja nyumbani au. Sawa, nitakuja. Sawa. Ananipenda. Kanunulia mpaka na simu kanunulia. Zufa bye. Mtoto anaponipenda huyo. Zufa yule hapana. Zufa hajawahi kunionga chochote kile. Hajawahi kunionga. Lakini mtoto ananionga nini? Kanseli kubwa Zufa. Na kanseli Zufa. Sasa hivi ni Stella tu. Moja kwa moja. Sitaki. Yaani mtoto ananipenda sana. Mimi ndosho. Yaani wakupewa simu.
Makimuga. Mungu mimi anipe nini mie? Mke wangu, ndio maana napitia wewe, kutokana na yule ni mdogo wangu, siwezi kuenda moja kwa moja, hata nielewa vibaya. Wewe ndio rafiki yake na ni shoga wake. Sawa, na yeye ana marafiki zake huko anapoenda, hawezi kuniambia kila kitu. Sasa marafiki wa nje na wewe bora na labda kaona bora wa nje kuliko mimi. Ninachoomba, piga simu kwa marafiki zake unaowafahamu, arudi nyumbani mara moja. Sawa, mtafanya. Sio kumenoga na kunoge kweli, kwa sababu nahitaji nijue hatimati ya maisha yake hapa nyumbani. Yeye sio mtu wa ibada, sio wa kushinda kukusaidia kazi zozote. Kuna maana gani na kuishi naye hapa? Sio bora arudi kijijini tu. Mbona ongea nikiongea mimi naonekana mbaya? Kwa hiyo sisi tunahitaji uendelee kuishi. Sisi tunahitaji uendelee kabisa. Sawa. Kwa hiyo nitaomba upige simu. Kuanzia sasa hivi, piga simu. Yupo arudi nyumbani. Akirudi begi lake nyumbani. Siwezi kufunga ugonjwa hapa. Nitapiga marafiki zake. Naomba ufanye kazi hiyo. Sawa. Natoka. Kupita hapa na hiyo kofia nikiukamata. Nachukua tena. Jitenge, mwangalie kwanza. Sheikh Rajab. Vipi Sheikh? Sheikh, mchana kwa ndugu yangu unafanya uhalifu kweli? Uhalifu gani ndio pale? Sheikh, nakufahamu vilivyo mchana. Unafahamu kivipi Sheikh wangu? Nakufahamu vilivyo sio kufanya hivyo. Natokea hapa unamkaba kijana wa watu. Mimi nimemkaba nani hapa? Nimemkaba nani? Unamwona nani hapa? Sheikh Rajab wewe. Usiwe Sheikh. Usicheleane. Sio kuchelewana Sheikh wangu. Huo mwezi wa toba, mwezi wa toba mimi naja mwezi wa toba. Sawa. Hauna jirekebishe kaka, jirekebishe utakuja. Jitenge. Nitasoma sura tutajijua hapo, utajijua mwenyewe. Sawa? Nitamtishamisa tutajiji wewe. Kijana, kwa tekea, mrudishie simu zake huyo. Hapati siwa hapa chochote, sijakaba wewe. Unamwona nani hapa ndio kama mimi? Angalia ni mwana. Mrudishie. Wewe Sheikh jitenge. Usipende wewe kijana. Wewe Sheikh. Kijana. Wewe Sheikh. Wewe. Wewe Sheikh unanipa. Vijana mchana kwa upe wanakaa kweli. Mimi kweli. Kijana mwenye ale kabla rafiki yangu ana nguvu. Vijana wa ovyo kweli hawa. Huyu Rajabu baada ya wazazi wake kufa anaishi peke yake kwenye ile nyumba. Ndio kijofanya atie kiburi. Wazazi wake kikupa asingefanya vile yule. Nilikuwa naenda kulipa pale kwa mangi pale na daiwa pale. Zote zimeenda. Samani Mkido vipi? Mbona kama refu sana? Vipi? Ndugu yangu nimekaa hapo tu. Uliponi wanakabia huku mtaani kwetu. Mbona mtaa wetu una amani sana? Ndio hapo sana mimi yani nashindwa hata kuelewa ndugu yangu. Wewe alikukaba yukoje? Kuna ndogo fulani hivi yani mosi hivi. Ana mwili mdogo mdogo hivi. Mtaa unaitwa mtaa wa amani hadi. Na nimetoka huko nimeelekezwa. Mazingira tunavyoona hivi. Hadi kama. Wewe niambie dogo amekaaje, amenyoaje, amevaaje? Mimi naweza nikamfahamu hata tukaenda kwa balozi.
kwa maana ya kumkamata. Ni kijana hivi mweusi hivi mwembamba hivi. Ni wakimo tu cha kati. Amenikaba tena na panga. Kila mtao. Unaona mambo hayo. Lakini sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Kwanza ulikuwa unaelekea? Nilikuwa naelekea ndo naenda kwa ndugu yangu. Sasa kwa ndugu wako, lakini unapafahamu au ndo bado hujafika hata kufika? Bado sijafika, lakini hapo maana nilikuwa nategemea kwamba simu nitawasiliana naye, lakini sasa hivi nimekabwa simu yangu kaenda na simu tena isitoshe. Ilikuwa ina hela mle. Namba ndugu yako unayo? Na ndugu yangu sijaikaili kikweli. Sasa mimi nakusaidia. Ipo kwenye simu. Sasa naomba kurudi nyumbani. Niapokea kitu nimepokonywa ndugu yangu. Sasa ndugu yangu hapa, ngoja mimi nikupe nauli. Kulingana na huko unapoenda mwenyewe ndo kama hivyo upafahamu tena na mwenyewe uweze kumpata. Ngoja mimi nikupe nauli alafu ni hela ndogo tu za kusogeza najua. Utakuwa umefanya maana sana kaka. Maana matatizo bwana, changamoto hizi. Shika hii ndugu yangu. Shukrani. Shukrani. Sasa hapa cha msingi tuongozane, alafu utaendelea na safari yako. Urudi tu nyumbani. Angalia namna nyingine ya kufanya. Alafu mimi nakaa nyumba hii hapa. Hapa kwenye geti. Wewe mimi kesho njoo nyumbani kwangu hapo. Tutatoka tutaenda hapo ulipokabia, nitaangalia mazingira alafu tutamtafuta msika taratibu tutapata vitu vyako. Basi sawa kaka. Tuongozane. Vipi lakini umefunga? Nikupe maji ugusa kidogo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Hapa atakuja kuna dawa. Kisha mimi natoka aliondoka pale na mamesi ya tatu. Choka mimi. Odi. Karibu. Shoga, karibu. Asante mwanangu. Karibu sana. Nishashiba huko nilipotoka nishakula pale. Kijumbe kanichanganya shoga yangu Unachanganya tena. Yaani nikamwambia na siku na kwenda mbio tena nataka ngora siku. Kijumbe kanitia. Ndugu wangu vipi? Safi bro. Vipi hapa? Hapa safi. Si uko utokapo? Salama. Ndugu yangu. Mbona tangu nimerudi hapa sijakuona, sio uko wapi? Nadhani sasa hivi tunajua tena si vijana lazima tuchakalike tuingize chochote kidogo kinywani. Sasa nimeenda zangu huko kupiga zege huko. Zege si unajua lilali. Kwa usiku ile michakato mingi. Kwa maana nimeamua kurudi hapa blaza, nimechoka hapa nilipo hapa. Yani sio kwamba tunatoka, maana kujua mdogo wangu wewe. Nikitoka tu unaanza nyumba unaigeuza kuwa geto tu la wauni. Hamna bro. Huku kuna amani, mbona amani ipo. Mimi siwezi kufanya geto kuwa la wauni. Mbona nimeishi vizuri tu, nipo peke yangu. Maana nakujua akili zako wewe. Hamna bro. Mimi mbona fresh tu. Basi fresh kama ni hivyo. Basi hamna noma. Zege mlikoroga jingi sana hivi. Huko yani hoa jingi ninapoambiwa wala kushaka ninapokuambia. Sigalilali. Mwendo wa chepe. Wewe usiniambie. Changanya hapa hatari. Yaani nimekuja huko na hata mtendo wangu nimefunga hapa hata sielewi nakwambia. Tafanyaje tena wewe? Kinyume naomba mtu wa 3, kaniambia anaipa mtu wa 9 huko mbali kabisa, mtu wa 9 mimi hapa na wapi jamani? Watoto watakuvaa nguo ya sikukuu. Mtu wa 9? Eti. Sasa mtu wa 9 mbona mimi mwenyewe kanipanga mtu wa 9 jamani? Mbona nyumba nataka kutuchanganya? Yaani ndo kanichanganya kabisa hata sielewi hapa ninapokuambia. Hatari bla, yani bro. Hatari. Ibana mimi nimetoka vijijini bwana. Ndio. Ndio maana kila siku nakwambia mdogo wangu bwana, yani mjini hapa maisha yani hamna. Kule kijijini kule watu wanalima kule, yani wanajipatia chakula cha kutosha. Usiniambie. Kama mimi hapa bwana mwaka huu nimepiga gunia hizi za maharage. Acha bwana. Ona sasa maisha hayo. Sio kwamba unakaa tunashanga mjini huko. Ndio. Zege hizo bwana mtakufa.
Kiasi unakwambia twende kijijini kule. Mashamba kule akina bibi kule hapo. Ndio. Tunalima tu. Unaona? Nimevuna. Sasa tunasubiria muda wake. Pige changu mfukoni. Maisha yanasonga. Unaonaje hapo? Maisha mazuri. Kweli maisha mazuri. Nakwambia sio poa. Sasa unajua tena sisi maisha yetu haya maisha ya dada tushazoea dada kosa mpaka kijijini huko. Bro bwana, mimi maisha yangu huku yani si unajua yani nikitoka hapa pale mimi si unajua yani nikitoka kwanza nimewaka hivi nini mara wazee kushanta tena. Kwa chumba kwa mbali nini pale akina Ashulale akina Zulfa huku akina Stella yani sio maisha yetu huko ndo tushazoea. Wewe mdogo wangu wewe huni muendekeza sana wewe. Amna bro, so huni sijauendekeza bro wangu. Sina kujua mdogo wangu nakujua. Sasa wewe unitenge nini wakati nakufahamu? Ni kweli yangu. Wifi yako nimemkuta ipo hai nakwambia. Wapi? Huko mtaa Balozi huko akapanda pikipiki uko nakwambia. Sijui hata naelekea wapi. Jamani mtoto. Nasikia kafumaniwa. Na mzungu tukufu wa Ramadhani jamani. Kafumaniwa wapi tena? Si huko geto. Kafumaniwa na Ramadhani jamani kweli. Hivi unajua mimi sijui. Ndio unaniambia wewe. Ndio nimekuta huko nakwambia. Yaani kijumbe kanichanganya nilomwenda kabisa nikasema kulikoni kana pajatokea hapa. Huko haipo. Sijamwona siku ya 3. Siku ya 3 sijamwona. Na ndio maana peke yangu. Fahamu si lakini maisha ya daa yani ni ya daa tu lakini wewe bro wewe uko tayari yani sawa ni uko shaka sana ni uko sipawezi yani hata kama ndio ningekuwa ndio unipo huko. Kwani kuna kazi kulima hivi unaweza kulinganisha kazi ya kulima na kubeba zege wewe? Sasa si bora hata nibebe zege sasa mimi jembe nitaliweza wapi? Wewe bwana na wewe bwana unataka kujiweka mlaini mno wewe. Sasa mlaini vipi? Kupiga jembe na zege alilali hivi mlaini. Hiyo mtavunjika viuno hilo. Hiyo ni sawa lakini unapata chochote kitu kidogo. Sasa kama ukienda kulima kule sinapo hivyo napo kiuno. Kote unaumia. Kule sasa kuna muda unapumzika ukishalima sawa? Unalima mkishaivisha huo mnavuna zenu pale mnaweka chakula ndani. Sasa ni mwendo tu wa kupumzika. Unakula tu chakula kipo ndani. Ndio. Sasa wewe kila siku kila siku panapo kichwa wewe unaenda ubeba ndoo zege. Lakini napo unapumzika. Unapumzika lini? Sasa si unapumzika. Unapumzika una hela. Sasa ile hela unaenda kuchukua kule unakuja unatumia huku. Tatizo bro bwana bro. Wewe tatizo lako bro wewe ushazoea maisha huko. Kama wewe ushazoea maisha ya kule. Na mimi nishazoea maisha ya daa. Mimi maisha ya daa nishazoea. Okay, poa. Hamna noma. Basi maana tayari ndo tushafika ndo kama hivyo ushaniambia maisha mazuri. Usharudi na hizo gunia hizo. Sasa basi tutazichangamkia maana sisi tupo wote hapa familia. Sasa ulilala huko kwenye zege huko. Sasa hapa inabidi tu kama vipi wewe kama una mishe zako labda utaendelea mimi kidogo utaniacha kidogo mimi nipumzike kwanza nilale kwanza kidogo. Unajua tena nimechoka na uchovu. Bwana. Ngoja na mimi sasa hapa niangalie ratiba maana tumbo langu naona kama vile linasokota hivi bwana unajua tena njaa. Mida yenyewe. Mimi niko tayari. Mimi niko vema. Labda wewe kama unaendelea mimi naenda zangu kidogo nikapumzike bwana. Poa hamna noma mwana. Basi sawa shukrani bro. Poa. Naondoka shoga yangu. Mamba nilipochanganyikiwa. Sijui mzangu kwa heri. Shoga yangu haya. Kwa elimu. Nae. Jamani ukijumbe kiboko. Na wifi yangu naye jamani. Sio kaka akisikia itakuwaje. Nachanganyikiwa.